الحجر 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 الحجر. Safari ya maarifa inaanza kwa njia ya aina yake. Ngalawa ya elimu, kipindi kinachochambua changamoto na suluhu katika sekta ya elimu. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 hadi saa 5 asubuhi katika runinga yako pendwa ya Al-Hajar TV. Marudio ya kipindi hiki ni pale siku ya Jumapili kuanzia saa 3 hadi saa 5 asubuhi. Ewe mtainiwa, hili lisikupite, kwani utapata fursa ya kuchambua lugha, sarufi, fasihi, vile fasihi andishi pamoja na fasihi simulizi. Kuna vile visa, kuna zile ngano, kuna zile hadithi. Haya yote yasikupite. Safari ya elimu sasa inaanza. Ukiwa nami na nahodha wako Abdurrahman Toya, na hii ni Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni matumaini yangu kuwa mzima buheri wa afya mahali popote ulipo. Karibu sana katika kipindi ambacho unakipenda na kukienzi zaidi, kipindi cha Mwanga wa Lugha. Kumbuka ni siku ya Jumamosi, yani ni kipindi tu ambacho tunazidi kuhakikisha kwamba tunakupakulia zaidi bahari ya elimu uweze kufikia yale malengo. Wewe mtainiwa, wewe mzazi pamoja na wewe mwalimu, kipindi hiki kinakuhusu zaidi, kipindi cha Ngalawa ya elimu, ukiwa nami Abdurrahman Toya. Lakini siku ya leo siko peke yangu, manake hapa lazima tuwe naye mjuzi, mwalimu ambaye kwamba atakanaweza kutupeleka pole pole tuweze kuelewa. Kama tulivyoweza kukujuza, basi ni kwamba mada ya siku ya leo ni ushairi simulizi. Yuko hapa ameweza kujipanga kabisa ili tuweze kupata kuelewa mambo mengi kuhusiana na ushairi. Manake kuna wale ambao kwamba wanajua mashairi ni kugani tu pale mtaani ama kwenye function fulani, yani hafla fulani, lakini kumbe ushairi uko na baadhi ya theory, wale wazungu wanasema hivyo. Basi siku ya leo tunaweza kupata kudadavuliwa kiundani zaidi, tuweze kupata maana halisi ama miundo fulani, historia ya zile baadhi ya uandishi ule wa mashairi simulizi. Singependa kuweza kupoteza muda, manake wanasema ngoja wa siku zote waumiza matumbo. Ningependa tu niweze kumkaribisha moja kwa moja mwalimu, na ni mgeni wetu ambaye kwamba ni siku ya leo atakuwa naye kwenye kipindi hiki cha Ngalawa ya elimu. Asalamu alaykum mwalimu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwanza karibu sana. Asante. Hapa ni Al-Hajar TV. Asante. Na hiki ni kipindi cha Ngalawa ya elimu, kipindi ambacho tunaweza kuangazia masuala ya elimu zaidi, hasa kwa wenye lugha, kama ni wale wa sarufi, wale wa mashairi. Hapa wote tunaweza kuangazia. Labda tu kwa kifupi utuelezee jina lako, utuambie pale kwenye umetoka, ndipo sasa tuweze kukuelewa kwa ndani zaidi. Kwa majina naitwa Ahmed Muhammad Rashid, ni mwalimu wa Kiswahili Ayari na ni mzawa wa Tamu. Kwa hivyo mimi ni mwanati wa hapa Pwani na ni mwongeleshaji wa lugha ya Kiswahili kuanzia nikiwa mdogo. Kwa hivyo historia yangu fupi ni kuwa mimi nimezaliwa maeneo ya Watamu, nikasomea shule inaitwa Sawasawa Academy katika shule ya msingi, ambapo niliweza kujizolea alama nzuri sana, nikaweza kuingia shule ya upili inajulikana kama Sheikh Khalifa bin Zaid Al Nahyan. Hapo niliweza kuendeleza katika kupanda katika elimu, ambapo baada ya hapo niliweza kuitwa katika chuo kikuu cha Pwani University, ambapo hapo niliweza kuwa kiongozi wa dini kama katibu mkuu katika chama cha wanafunzi wa Pwani. Baada ya hapo nikaingia katika jumuiya ya wanafunzi wote Kenya, nikakuwa mwakilishi wa eneo la Pwani katika vijana. Baada ya hapo hivi juzi tu nimekuwa katika harakati zangu za kuendeleza kipaji changu cha kufundisha Kiswahili. Nimeweza kufundisha katika shule ya Serani Comprehensive School, ambapo nimeweza kujitolea kama mwalimu mpaka sasa, lakini bado niko katika harakati za kutafuta kazi kwingine. Kwa hivyo hiyo ni historia fupi kunihusu. Pia wengine wakiniona wanasema huyu kijana ni Msomali ni nini, lakini Kiswahili kitukuzwe bana. Mimi Kiswahili kimetulia kabisa, Kiswahili kimetulia hapa, kimebobea kabisa. Kweli. Kwa hivyo hiyo ndio historia yangu fupi kabisa. Ahmed Muhammad Rashid, najulikana maarufu kama Darwesho kutokana na jina la marehemu mwanahabari ambaye nilipokuwa shule ya msingi alikuwa yeye ndo kama taa yangu mbele, na muangalia sana na tazama habari, lakini kupitia na harakati za kimaisha sikuweza kabisa kuendeleza harakati yangu ya kuwa mwanahabari. Lakini leo nina furaha sana kupata hii nafasi ya kuweza kuongelesha wanafunzi ambao imekuwa
ni kama ndoto yangu ilikuwa sana. Ndoto. Yeah, ndoto yangu kuongea mbele ya kamera kama hivi. Nimepata fursa kadha wa kadha. Lakini hii ya leo ni ya kipekee. Nashukuru sana Al-Hajar na watazamaji wetu. Natumai leo tutajifunza vyema na kujua kuhusu ushairi simulizi yote kwa ujumla. Kwa hiyo umesema kwamba umetoka kule Watamu. Watamu tunawajua lafudhi yao ni ya Kiswahili ambacho kwamba kimenyooka zaidi. Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao Kiswahili wameanza sasa kukiacha. Wanaangazia lugha zingine, lugha ambazo kwamba zinakuja tu kuchanganya. Labda uliwezaje kuhakikisha kwamba hiki Kiswahili sasa mimi nataka kukiangazia, nisikiache na kisiniache na mpaka nikuwe mwalimu kabisa? Kaka, unajua katika kupenda kitu lazima wewe mwenyewe ujitolee, ufanye utafiti, usome vitabu. Lakini ukisema kwa unangojea kupata elimu ikuje yenyewe, hiyo abadan kata na uwezi kabisa kupata kabisa. Lakini mimi niliweza kusoma vitabu, kusoma magazeti, kuuliza. Hususan nilipokuwa katika chuo kikuu, kulikuwa na mwalimu wangu anaitwa Mwalimu Odongo ambaye paka leo ananionyesha njia ya jinsi utakavyokuza Kiswahili. Kwa hivyo ni mtu mapendeleo yake kupenda kusikiliza mashairi, kusikiliza hizi nyimbo ambazo zina maadili mema. Lakini siku hizi kaka, ukiangalia vile Kiswahili kinavyoenda, watu wengi wameboronga hichi Kiswahili. Unapata wanafunzi wengi wakiandika maisha, ukisahihisha makaratasi unaona wengi wanachukua Kiswahili wanaongeza na Kiingereza, ama wanachukua lugha nyingine wanaongeza na Kiswahili. Kwa hivyo ile kuongea katika Kiswahili sanifu inakuwa ni vigumu sana. Unapata vijana wengi wakikulia wao ni Kiingereza kutokana na masomo yote isipokuwa Kiswahili na Kiarabu yanatestiwa Kiingereza. Sasa watu wanakuwa, mimi ni mzaliwa wa hapa lakini hawezi kuongea hiyo lugha. Ukija katika mitihani unapata wanafunzi wa kule bara ambao Kiswahili ni adimu kwao kusoma. Lakini sisi hapa wazawa tunasema sisi tunakijua. Lakini ikifika katika kusoma hakuna kitu tuko nacho. Kweli kabisa. Kwa hivyo hiyo ni challenge kubwa ambayo watu wengi wanaipitia, tatizo kubwa sana. Lakini sisi pia, mimi mwenyewe ikiwemo bado nikiwa najifundisha, lazima kuna wakati mwingine unachukua Kiingereza unaingiza. Hiyo ndio tatizo kubwa sana katika sekta hii ya Kiswahili kujimarisha. Kweli kabisa. Ndio kama hivyo mpenzi mtazamaji, ni mambo mazuri sana kutoka kwa mwalimu wetu Ahmed Mohamed kwa siku ya leo. Kumbuka pia vile vile nimeweza kujuza kwamba tuko na mada ambao ni ushairi simulizi. Bila shaka atakao naweza kupatia nafasi tuweze kusonga mbele zaidi. Kumbuka ile awamu ya pili huwa tuko naye mwanafunzi kwa upande wa kuweza kutumbuizwa kwa mashairi, lakini leo utaweza kuniwia radhi manake ameweza kupatikana na dharura, lakini nimeweza kuahidiwa naye mwalimu kwamba siku ya Jumamosi ijayo basi bila shaka tuko naye mwanafunzi hapa tuweze kupata mashairi kemke, mashairi ambapo kwamba wanasema kule mtaani yamekwenda school. Labda tu mwalimu, moja kwa moja tuweze kuangazia mada ya leo, tuweze kuelewa kwa undani zaidi kabla tusonge mbele. Mada ya leo itaenda kuongelea kuhusu ushairi simulizi ambayo ni katika tawi la fasihi simulizi. Kwa hivyo pale mlipokuwa mmeweka ile mada, mmeweka ushairi, lakini ushairi ni mada kubwa sana ambayo tukianza kuongelea sahihi haitaisha. Lakini nimeamua kuangalia kipande kidogo tu cha katika fasihi simulizi ambayo ni aina ya fasihi simulizi ambayo inajulikana sana kama ushairi simulizi. Kwa hivyo ushairi simulizi ni tungo za kishairi ambazo huwasilishwa mbele ya hadhira kupitia njia ya mdomo. Tumeelewana? Kwa hivyo ni tawi la fasihi simulizi ambalo linahusisha mashairi ambayo njia yake ya kuwasilisha ni kwa njia ya mdomo. Kulingana na Mlokozi mwaka wa 1996 ameeleza kuwa ile maana yangu ya kwanza ambayo nimesema ya kuwa ni sanaa ni kama vile kitu ambacho mtu anabobea nacho, anajifundisha. Kuna sanaa ya uchoraji, kuna sanaa ya utangazaji wa habari kama hii ambayo uko nayo kaka. Kwa hivyo ni sanaa inayotumia mpangilio wa kishairi ili kuwasilisha ujumbe kupitia mdomo. Kwa hivyo unawasilisha ujumbe kupitia mdomo. Unapata umeenda katika hafla fulani, umeingia, unapata kijana pale anatumbuiza, anasema zile wanaita kwa Kiingereza spoken words ambazo pia ni katika njia ya mdomo. Kwa hivyo mtu anawasilisha. Siku hizi pia ukienda katika mikutano ya kisiasa mingi ama mihadhara, unapata wale wanaghani mashairi. Kwa hivyo wanapitisha ule ujumbe wa ushairi simulizi. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya ushairi simulizi. Kutokana na lile neno simulizi unamaanisha kabisa huyu ni mtu ambaye anasimulia, na kusimulia bila shaka ni njia ya mdomo. Ni njia ya mdomo. Hakuna njia nyingine kabisa, ni njia ya mdomo ambao unawasilisha ujumbe wako kwa hadhira ambayo iko hai na kusikiza. Hiyo ndio maana ya ushairi simulizi. Kwa hivyo kwa ujumla ushairi simulizi huwa na
aina kadha wa kadha, ambapo kuna nyimbo za tendi. Tendi hizi ni matungo marefu ambayo huwa na beti nyingi sana. Unapata kama zile za Fumo Liongo, unajua wale wanaoeleza ushujaa wao mbele ya hadhira. Unapata kina Mekatilili Wamenza huko kwetu Bamba tulipotoka Kilifi, lazima inaelezea kinaga ubaga jinsi ambavyo kina Mekatilili Wamenza waliweza kupigania uhuru. Kuna mwingine anajulikana kama Luanda Magere. Luanda Magere pia aliweza kutengenezewa tendi ambazo ni ndefu sana. Kuna zingine kaka zinaweza fika angalau beti 50. Unapata inaelezea tu. Kwa hivyo lugha yake hizo tendi na zile nyimbo za kale, lugha yake ni ya kitambo, si kama ya kisasa. Kisasa wanajiita kizazi cha Gen Z. Kizazi cha Gen Z wameweza kugeuza kabisa. Wamegeuza mambo yamekuwa tofauti kabisa. Wamegeuza mambo yamekuwa tofauti kabisa. Aina nyingine ni hizi sisi wa pwani hapa tunapenda sana, naita taarabu. Taarabu asilia yake ilianza kama kimaandishi, lakini lazima uwasilishaji tunasema ni simulizi. Kwa hivyo lazima uiwasilishe mbele ya hadhira. Kwa hivyo taarabu hizi nyingi ambazo tunaziona, mimi nimesikia kadha kama za Bi Kidude, kwa sababu sisi ni wapenzi wa lugha, tunasikiza vile wanavyoligani. Kwa hivyo siku hizi pia ukiangalia mitandao, ukiwa unapitia TikTok, YouTube, unaziona hizo ya laiti, nyimbo kadha ambazo sisi wapenzi wa Kiswahili bado tunazienzi kutokana na ile msamiati ya heshima. Lakini siku hizi kaka, ukisikiza nyimbo unasema tosha. Hakuna funzo unalolipata, bali ni upotofu kwa kizazi kijacho. Lakini zamani ukiweza kupata wimbo fulani, uko na baadhi ya ujumbe pale ndani. Kama kabisa, ni wa kisiasa uko na mielekeo ya kisiasa. Kabisa, kama ni maadili na desturi na mila unaelezewa, unafundishwa jinsi ya kwenda kuanza maisha kijana, jinsi utakavyowasilisha ombi lako kwa wazazi. Siku hizi vijana wanaamka tu, mzazi nataka hivi, kutokana na zile nyimbo na mbona lazimisha wanaimba tu midundo, lakini hakuna habari yote hapo. Aina nyingine ni katika hizi harusi za nyimbo. Unapata unaenda katika nyimbo za harusi, nyimbo za harusi, unaenda katika harusi unapata nyimbo zinaimbwa, watu wanatumbuiza pale, ile ni sherehe. Ambapo unapata harusi zingine ambazo mimi binafsi nimeenda, unapata watumbuizaji, waimbaji wanaitwa kutoka nchi mbali. Unapata kama hapa Kenya kuna wale kina waimbaji kadha kama Maulidi Juma Balo, ambao wanakienzi Kiswahili, wanaitwa katika hizo harusi, wanazimba. Kwa hivyo kupitia hapo unapata habari inatumwa kuwa hapa tumekuja kufurahi, tumekuja kujiburudisha. Yani ujumbe unapita tu. Unapita tu, watu wanafurahika, wanaburudika ili sherehe iendelee kabisa. Alafu ushairi simulizi huweza kuafikia malengo kulingana na vile nilivyoelezea aina. Kuna malengo kadha. Ukiangalia talanta, kuna huyu kijana anajiita Famau. Famau ako na mashairi ambayo mimi binafsi ni shabiki wake nambari 1, ambapo anaelezea kuhusu mahaba. So ukiangalia ile mashairi yake yanakuza talanta, pia yeye anaweza kupata kazi, pia anaweza kuwafundisha vizazi vijacho. Na pia kuna wale wanandoa anawahamasisha kwa kiwango kikubwa sana, hususan mimi amenishughulisha kabisa niweze kupenda na kutaka sana kuwa na ari ya kuwa Mungu akipenda inshallah. Kwa hivyo ya mwisho kabisa ni hiyo kuelezea kuhusu falsafa za zamani, kuelezea historia, kuelezea hisia. Kuna hisia za sifo, sawa, nyimbo za sifo. Sifo ni za kusifu mtu. Kuna nyimbo za lawama. Kwa hivyo kufikia hapo nimeweza kueleza kwa muktasari tu, lakini ushairi simulizi kuelezea huwa ni mada kubwa sana, lakini nimeweza kuelezea kwa muktasari maana ya ushairi simulizi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni jambo la kupendeza sana, pia ni jambo la kufurahisha sana, manake bila shaka wewe mtainiwa hapo, na nikakwambia tu mwanafunzi mzuri ni yule ambaye kwamba anachukua daftari na anaandika chini na nakili zile vitu muhimu ambavyo kwamba mwalimu anaweza kuviorodhesha moja kwa moja. Hivyo basi ni jambo zuri sana, manake kuweza kuelewa maana ya fasihi simulizi, tukaweza kupata maana yake kwamba ni kuwasilisha tu ujumbe kupitia kwa njia ya mdomo, tukaweza kupata aina tofauti zile ambazo kwamba zinahusiana na uandishi ama mashairi simulizi. Labda tu tusonge mbele sana mwalimu, maanake nimekusikia kwamba ukigusia kuhusiana na historia, ukawataja kina Mekatilili Wamenza kule Bamba, yani ukasema ni wale watu ambao kwamba walikuwa wakikienzi ushairi, kupitisha ule ujumbe wao ambao kwamba wangependa kuweza kupisha kwenye jamii. Tuweze kuangalia historia ya hii simulizi.
Ushairi simulizi umeweza kuganyika katika vipande vitatu. Ndiyo. Kuna kipindi cha kale. Neno kale inamaanisha zamani. Alafu kuna kipindi cha ukoloni ambapo mababu zetu walikuwa bado wanapigania uhuru. Alafu kuna kipindi chetu sasa. Kweli. Ambapo hapo kumekuwa na mambo mengi sana yanaongelewa kwa mitandao kuhusiana na jinsi ushairi simulizi unavyozidi kukua. Kwa hivyo tukianza katika kipindi cha kwanza ambacho ni kipindi cha kale, ambapo hapo ni zamani. Ndiyo. Kwa hivyo kipindi hichi ilikuwa bado maandishi hayajakuja. Naam. Kwa hivyo ni zama za kale sana, mababu ambapo bado maandishi hayajakuja. Hapa wazee waliweza kutumia ushairi simulizi katika kufundisha historia, kuelezea zamani vile ilivyokuwa, mila, desturi na tabia. Ukienda kule Amu ambapo nilipata fursa ya kwenda kutembelea nilipokuwa mwaka wangu wa mwisho wa chuo kikuu, tuliweza kwenda na nampa pongezi sana mwalimu wangu Dr. Taib kwa kutupeleka Lamu kuangalia jinsi ambavyo lugha ya Kiswahili inavyokuwa katika ushairi ama fasihi kwa jumla. Kwa hivyo huko tuliweza kuoneshwa nakala katika pale Lamu Museum ambapo tulielezewa kuwa zamani ushairi simulizi ulikuwa unaandikwa katika lugha ya Kiarabu. Unasoma kwa Kiswahili lakini maandishi yake yameandikwa kwa Kiarabu. Kiarabu. Ambapo kulikuwa na vitabu vya kale sana. Tulivipiga picha vingine ambapo tuliweza kupata pia wataalamu kama Sheikh Ali Islam ambaye alitukaribisha na kutunyenyekea na kutupatia time nzuri sana tulipokuwa huko. Muda mzuri sana tuliweza kunufaika kwa mengi sana. Sasa huko tuliweza kuelezewa kuwa jinsi ambavyo ushairi ulivyoanza. Maana unajua kuwa ushairi ulipitia Waarabu sana, alafu ndo ukashuka huku chini. Lamu ndo kwenye ambapo elimu nyingi tunaipata. Waliupokea sana na wakauenzi hadi leo. Kizazi cha sasa bado wanaenzi Kiswahili na ushairi kwa jumla. Hata ukienda katika hafla nyingi za Kiamu, unapata vile wanavyoanza sherehe zao, wana yale maneno, wana hizi tendi ambazo paka leo bado zinasikika katika masikio yao. Kwa hivyo hapo tuliweza kuona kuwa hizo nakala ziko katika Kiarabu lakini zinasoma katika Kiswahili. Kwa hivyo hiyo ni mwanzo kabisa. Kale zamani, umeelewa? Kwa hivyo hapo ilikuwa bado haijasambaa sana mambo na maandishi ambapo ukiangalia zinafundisha mila, jinsi ambavyo zitafungamana sana na dini ya Kiislamu. Ukiangalia Kiswahili, Kiarabu na Uislamu hapo ziko katika sako kwa bako zote, yani zimeambatana sana. Ukiangalia mila, desturi, ukiangalia vile mavazi tunavyovaa ni zile za Kiarabu, inaingia katika Uswahili, hapo inaingia katika ufundishaji wa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hiyo ni katika kipindi cha kale. Zamani. Zamani sana. Pia kuna kipindi cha pili yake sasa ambapo ni kipindi cha ukoloni. Hapa kulikuwa ni mwanzo wa mwamko mpya tunasema, ambapo tulikuwa tunatafuta uhuru wetu. Hapo ilikuwa maandishi yamekuja lakini ilikuwa bado maandishi hayajapewa kipaumbele sana. Bado watu wanaendelea kutumia ushairi simulizi kwa sababu ushairi simulizi manufaa yake moja kaka, unaweza kuipeleka kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kwa urahisi. Na kuna kuanza kugania shairi. Unatoka unaenda kumhania mwingine shairi. Hiyo inaendelea haraka sana. Kwa hivyo wakati huu waliweza kutumia sana katika kueleza mapambano ya kutaka uhuru wetu. Sisi kama Waafrika hapo waliweza kutumia sana ushairi simulizi. Unapata wengi katika wale waliokuwa wakipigania uhuru wetu waliweza kufungwa. Unakumbuka wengi sana waliweza kufunga kama kuna profesa mmoja sana lakini jina limenitoka ambaye alikuwa sana kitunga ya mashairi lakini alikuwa ndani ya jela. Kwa hivyo alikuwa anapitisha hii ujumbe wa mapambano kupitia ushairi simulizi lakini lugha yake ilikuwa ficha sana. Maneno ya kale kama ya sahihi unaweza kujua tu ujumbe wa huyu kwa sababu kuna baadhi ya maneno ya zamani sasa hivi ukiasikia utapata ni kama limekukoroga kidogo, lakini liko na maana nzito sana. Maneno mengi sana unapata yamepitwa na wakati ambao sasa ukiyasema mababu zetu wakikwambia unaanza kusema anatuelezea anasema nini, lakini wakati huo walikuwa wanatumia hiyo lugha ya siri. Hilo neno moja linaweza kumaanisha maana nyingi kwa mtu ambaye ni muelezi na ni mlezi na ni mpenda Kiswahili. Kwa hivyo hapo pia nyimbo hizo ziliweza kueleza dini. Unajua hiyo wakati Wareno wanakuja, wazungu wanakuja, Waarabu wanakuja, Wakristo pia wanakuja kueneza injili yao. So
wakati huo ilikuwa inaeleza sana kuhusiana na dini. Kwa hivyo unapata unafundishwa mafundisho, jinsi ya kusali, jinsi ya kuomba, maandiko vile anavyosema. Kumbuka kuwa hapa Kenya Dr. Ludwig Kraft ndo alileta hiyo Biblia, lakini Wakenya waliweza kuibadilisha na kuitoa kutoka lugha ya Kiingereza hadi Kiswahili, ambapo watu waliweza kuelewa kwa urahisi. Pia vile vile ukiangalia mafundisho ya dini ya Kiislamu mengi yalikuja kwa njia ya Kiarabu. Unapata maneno mingi yaliweza kuchukuliwa kutoka kwa lugha ya Kiarabu ikaletwa kwa Kiswahili. Sasa hapo ndo ushairi uliweza kusambaa kwa urahisi. Ni kweli. Unachukua tu shairi la Kiarabu, unalitafsiri linakuwa katika shairi la Kiswahili, ambapo hapo inaendeleza dini. Kipindi cha mwisho ambacho ni chetu sasa, hichi kipindi ni kikubwa sana. Kwa sababu sasa hii unapata kijana yuko kidato cha kwanza anataka kuwa msanii. Anaanza kutumia lugha yake ya kitoto. Unapata anaburudisha wenzake. Hapo sasa kipindi hichi unapata kuwa ni kuna muziki wa kisasa. Kuna muziki wa kisasa. Kabla sijakuja hapa jana nilikuwa na watoto wa dadangu. Walinielezea kuhusu nyimbo vile zinavyokuwa. Wako na kaspika kadogo wanasikiza. Sasa ukisikiliza zile nyimbo zao ni nyimbo za kisasa. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa nasikiza nyimbo za mafunzo. Unapata nyimbo ukisikiliza unapata funzo, lakini sasa nyimbo ni matusi zimejaa ambazo zinapotosha ile hadhira, lakini wao niliwaambia kuna nyimbo mnasikiza, kuna nyimbo msiwahi kusikiza. Sasa hii muziki ya kisasa imeleta mambo mingi sana. Unapata hizi tamasha za waimbaji hususan hapa kwetu Mombasa kuna Mama Ngina, ambapo unapata vijana wanapata kutumbuizwa. Sasa ile ni ushairi simulizi. Unapata wanaandika uimbaji kama kina J Melody wanakuja, ambapo wanaimba nyimbo mbele ya hadhira. Kwa hivyo wanapitisha ujumbe kupitia njia za kisasa. Pia kuna vipindi vya redio kama kitambo sisi tulikuwa tunasikiza kipindi cha Kuzacha katika channel nambari 1 KBC. Sasa hapo kama wewe ni mpenzi wa lugha utapata mambo mengi sana. Na pia ukiangalia kuna hivi vipindi vya runinga kama hichi chetu ambacho tuko hapa sasa. Kwa hivyo kupitia hivi ndo ile historia inaendelea kukua. Inazidi kukua na bado kizazi kijacho kinaendelea kutafiti, kinaendelea kupenda, kinaendelea kujipatia azma ya kutaka kuendeleza fasihi kwa ujumla. Maana fasihi ni kioo cha jamii. Tunasema hivyo sisi wasomi. Fasihi ni kioo cha jamii. Kwa hivyo kupitia ushairi simulizi watu wanaweza kujifunza mambo mingi kupitia kipindi cha kisasa. Kwa hivyo kwa ujumla hii ushairi simulizi imekuwa ikibadilika. Ikitoka kipindi cha kale, inakuja kipindi cha ukoloni, inakuja kipindi chetu cha kisasa. Kwa hivyo ubadilika. Ambapo katika mabadiliko yake kuna vipengele viwili vinabadilika sana. Cha kwanza ni lugha. Lugha inabadilika vile tulivyosema, kuna misamiati sahihi ukianza kusikika unaisema utashangaa, watoto wa sasa watashangaa unaongelea nini? Yaani kama hakuelewi. Mimi mwenyewe huwa napata tabu kusikiza hizo zingine. Alafu ukiangalia hadhira hubadilika. Wajua huwezi kwenda kwa wanafunzi wa chekechea uanze kuwapatia maneno ya wazee wa kale unafundisha kuhusu ndoa. Hapo sasa itakuwa shairi lako halieleweki. Wanashangaa huyu mwalimu anatuongelesha nini? Lakini ukishajua hadhira yako, ile umri wao, kazi ambayo wanaifanya, ni rahisi sana kuweza kufikisha ujumbe wao kwao. Kwa hivyo hii ushairi simulizi imekuwa ikibadilika kutoka wakati mmoja hadi wakati mwingine. Kufikia hapo naona nimeelezea kwa muhtasari tu kuhusu ushairi simulizi historia yake. Ndio kama hivyo mpenzi mtazamaji, basi ni kwamba tumeweza kutoka kule kwenye enzi za zamani, yani enzi za kale, tukakuja zile enzi za ukoloni. Sasa hivi tuko katika enzi ya kisasa, pale ambako kwamba tunapata maneno yanatolewa kwenye Kizungu, maneno yanatolewa kwenye lugha ya mtaani. Hii yote ni historia tu ya hii fasihi simulizi, yani ushairi kwa njia ile ya simulizi, ambapo kwamba umeweza kupata maana yake ni kuwasilishwa kwa njia ya mdomo ile mpenzi mtazamaji, ili mradi tu basi ujumbe uweze kufika kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia vile vile tuweze kuhamasisha umma, pia vile vile tuweze kuhamasisha kama vile ni hadhira kwenye kutumbuiza wageni, kwenye kutumbuiza hadhira fulani. Yani inategemea tu na ile mada ambayo kwamba basi mshairi ameweza kupelekwa kuweza kufanya ile
kupitisha tu ule ujumbe. Mpenzi mtazamaji, itabidi tu kufikia hapo tuweze kupata mapumziko mafupi, lakini kumbuka tutakapoweza kurudi mwalimu atakuwa anaweza kutupeleka vizuri tuweze kuangalia ule muundo wa ushairi ili tuweze kufahamu mengi zaidi. Lakini pindi tu pia vile vile tutakapoweza kurudi tutakuwa anaweza kupokea zile simu. Kama uko na swali lolote kwa mwalimu wa siku ya leo, basi bila shaka yuko hapa. Kama wewe ni mtahiniwa uko pale nyumbani, wewe ni mzazi uko na mtoto wako pale nyumbani, basi bila shaka mnafuatilia kipindi hiki moja kwa moja na mwalimu yuko hapa, na hili ni letu sote. Faidika kutoka kwa mwalimu wetu, alafu pia wewe mtahiniwa utakayeweza kupiga hatua zaidi hasa kwenye ushairi, upande huu wa ushairi simulizi. Mimi niite Abdurrahman Toya, mpenzi mtazamaji, na hii ni Ngalawa ya Elimu. Usiende mbali. Nije na habari tulo waletea, nije na habari tulo waletea, kipindi kizuri furaha ya ndoa, mka tayari kukiongojea TV ya Al-Hajar itaangazia. Kitawajia kila Jumamosi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi cha Ngalawa ya Elimu. Kumbuka hapa tunazidi kuburudishwa, tunazidi kuelimishwa, pia vile vile tunazidi kufahamishwa zaidi kuhusiana na ushairi simulizi. Tuko na mwalimu ambaye kwamba ameweza kubobea kwenye masuala kama haya kwa siku ya leo, ambaye ni Ahmed Mohamed. Kumbuka ni kipindi ambacho tuko kwako tu kila siku ya Jumamosi masani saa 3 mpaka pale mwendo wa saa 5. Mwalimu, itabidi tuzidi kupiga mbizi zaidi, tupige hatua tuweze kuangalia ule muundo wa ushairi simulizi. Tuweze kupata uko vipi kabla tusonge mbele zaidi. Ushairi simulizi muundo wake huwa ni rahisi sana. Kweli. Na watu wengi wanapenda sana kutumia hii ushairi simulizi. Kwa hivyo kama mwanzo nilivyoelezea kuwa ushairi simulizi hubadilika kulingana na mazingira na hadhira na lugha na tukio. Kwa hivyo nimekuongezea mawili, lakini mwanzo nilikuwa nimesema lugha na hadhira. Kwa hivyo sasa tunaangalia mazingira na matukio. Kwa hivyo jambo la kwanza huwa inatumia maneno ya kishairi. Ukiangalia neno shairi huwa ni mpangilio wa maneno maalum ambayo yanapangwa kupitia lugha ya Kiswahili na kuweza kuwasilishwa kwa hadhira. Kwa hivyo hapa hutumia maneno ya kishairi kumaanisha kuwa maana yake huwa mara nyingi wanifiche. Lakini kwa kisasa, kipindi cha kisasa, wanapenda kutumia maneno wazi ambapo mtu anapata ujumbe kwa urahisi. Kwa hivyo muundo wa kwanza ni maneno ya kishairi. Kama neno lenyewe linavyosema, ushairi simulizi. Kwa hivyo tunapata maneno ya kishairi. Kweli. Sawa? Alafu mara nyingi huwa na hii hoja ya pili ambayo ningependa kuielezea. Inasema ni marudio, kurudia rudia. Kuna nyimbo moja ambayo mamangu anapenda sana kuimba. Inasema ya laiti. Kwa hivyo pale wewe kama msikilizaji unapata ujumbe ya laiti. Ya laiti inamaanisha anajutia. Kwa hivyo anasisitiza ujumbe wake. Nyimbo nyingi sana siku hizi zina ile kujirudia. Kurudia, marudio. Kwa hivyo hii ni hoja ya pili ambayo inaelezea muundo wa ushairi simulizi. Huwa inasisitiza ujumbe kuhakikisha kuwa hadhira imeweza kuelewa ujumbe wake. Jambo la tatu, hoja ya tatu ambayo ningependa kuelezea ni kuhusu kiitikio. Kiitikio kwanza kwa kizazi cha sasa wanapenda sana kiitikio. Hata zamani pia unapata wanaenda katika hizi mihadhara wanaanza kushughulisha ile hadhira yao. Wajua hadhira ikiwa hai, wewe kama mwasilishaji lazima uwe na kiitikio ambao unawahusisha, ambao siku hizi ukiangalia sanaa nyingi sana katika nyimbo ama ushairi wanapenda kuhusisha hadhira yao. Unapata umeenda mahali unapata kiitikio. Kwa hivyo kupitia kile kiitikio litapata yule mwasilishaji kujulikana, ujumbe wake kupatikana kwa uwazi kabisa na kueleweka kwa urahisi. Kwa hivyo kutumia kiitikio
ambayo kiitikio pia inawiana na ile hoja ya kwanza, marudio. Kwa hivyo unarudia unapata beti iko na kibwagizo ambacho kila saa, kwa mfano elimu ni kioo cha jamii, elimu ni kioo cha jamii, elimu. Kwa hivyo hiyo inajirudia, ambao watu wakiweza kusikiliza wanapata kiitikio ambayo inasisitiza ule ujumbe. Jambo lingine, kulingana na ushairi simulizi, kuna hizi ala za muziki. Kule kwetu Amu wanasema kupiga dufu. Kupiga dufu. Kwa hivyo ile ni katika njia mojawapo ya kueleza hii sanaa ya ushairi simulizi. Kwa hivyo kuna uambatano wa ala. Ala ni kile kifaa kinachotumika kuleta muziki. Tumeelewana? Kwa hivyo kuna ngoma, ngoma, unapata ile ngoma, unaenda mahali unapata sherehe, ngoma inapigwa. Kwa hivyo ni katika moja ya zile muundo wa ushairi simulizi. Pia nyingine ni makofi. Unaenda mahali unapata watu wanapiga makofi, wanatumia ile kama kueleza ushairi simulizi. Kuna hichi chengine ambacho kinaitwa zeze. Ziko nyingi sana. Kuna violini, kuna hiyo kwa Kiingereza inaitwa piano. Sijaweza kujua kwa lugha ya Kiswahili, lakini najaribu sana kujua maana ya piano kwa lugha ya Kiswahili. Kama mtu yote atakuwa na maoni kunaeleza piano kwa Kiswahili, tashukuru sana. Bila shaka. Kwa hivyo hii yote inaimarisha uwasilishaji wa ujumbe wako kwa hadhira. Mwisho kabisa kuna uhuru wa muundo. Uhuru wa muundo ni pale ambapo mwasilishaji anapewa wakati ama anapewa fursa ya kuweza kutunga mashairi yake bila kuwekewa vikazo. Kuna hizi sheria za arudhi. Kwa hivyo katika ushairi simulizi ambao kuna hii muundo ambao ni maalum sana. Sisi kama washairi tunapenda sana kuitumia. Hakuna idadi maalum ya mishororo ama vina. Hapa sasa unaweza tengeneza unaweza kuwa na beti ambayo iko na mishororo 4, unapata nyingine iko na mishororo 5, nyingine iko na 3, unapata kibwagizo kinabadilika. Hakuna urari wa vina. Kwa hivyo hapa washairi wengi wanapata ile fursa ya kupitisha ujumbe wao bila kuwa na kikwazo chochote, ili kuifanya kuwa hii shairi liweze kueleweka kwa urahisi kabisa na uweza kuundwa papo kwa hapo. Unapata wale waliobobea katika ushairi simulizi wanaweza kwenda katika mkutano, wamealikwa tu. Unapata wale wageni wa heshima wengine wamefika hiyo siku, hawakujulikana kwa watafika. Kwa hivyo lazima watambulishwe. Unapata mtu ndo anaanza kuelezea kuwa hii ni shairi ambayo nimeliunda hapa na naliwasilisha kwa urahisi kabisa. Katika kitu ambacho napenda kuhusu shairi simulizi, wewe kama msikilizaji wangu, ni kuwa haina masharti mengi. Tofauti na ushairi andishi ambayo kabla hatujamaliza kipindi tutaelezea tofauti ya ushairi simulizi na andishi ili tuweze kupata ule utofauti uko vipi. Kuna ile swali ambalo kwamba ulikuwa umesema kama piano kwa Kiswahili ni nini, nimeweza kuchungulia na ni kwamba ni kinanda tu kile, kwa tunasema kwamba yule ni mcheza kinanda, basi bila shaka ile huwa ndio piano kwa lugha ya Kimombo. Asante sana. Ndio kama hivyo mpenzi mtazamaji, tunazidi kusonga mbele zaidi. Labda kama tumeweza kumalizia hiyo kuhusiana na muundo, tuweze kusonga mbele zaidi. Muundo nimeweza kuelezea hizo hoja 5 kuu ambazo nilikuwa nimejipanga nazo. Maana ziko nyingi sana muundo. Kwa hivyo tukianza kuelezea muundo wa ushairi simulizi tutaweza kuchukua dakika nyingi, lakini nimeelezea kwanza kwa ni maneno ya kishairi. Unapata maneno ya kishairi ya kutumika maneno ambayo yako na undani zaidi mpaka uweze kupekua. Maana pale kuna utohozi, kuna vitu vingi ambavyo vinatumika ili kuifanya ile lugha iweze kueleweka. Kuna kiitikio. Kiitikio mtu anarejelea. Kuna marudio ambayo kiitikio na marudio saa nyingine zinaweza kuiana zikakuwa sambamba kabisa. Kuna uhuru wa muundo ambao hii ni wanasema katika lugha ya usomi, wanasema uhuru wa mshairi. Unapewa uhuru, unaanza kutumia vile lugha ambavyo wewe unataka uwasilishe ieleweke kwa urahisi. Alafu jambo muhimu kabisa, maana unaielekeza mbele ya hadhira, lazima utumie ala za muziki. Lakini kuna wengine ambao hawapendi kutumia ala za muziki kutokana na itikadi zao za dini. Lakini kuna zile dini ambayo inaruhusu, lakini kuna mgawanyiko. Hii mada sitaki kuingilia kulingana na kupiga dufu. Kwa hivyo hii mada siwezi kuingilia kwa sababu kila mtu ana msimamo wake. Lakini katika uwasilishaji kama ile maulidi ni katika njia moja ya ushairi simulizi ambao ni wakale, umerithisha kutoka karne za kitambo mpaka sasa. Kwa hivyo kufikia hapo ndo nimeelezea kwa uchache tu kulingana na muundo wa ushairi simulizi.
Bila shaka hapo tumeweza kuelewa mtazamaji, kama wewe ni mtahiniwa najua hili halijakupita, manake kwenye ule muundo basi tumeweza kuona kuna vitu kama kiitikio, kuna vitu kama makofi, pia rudia ile jambo ili liweze kuingia kwenye masikio ya wale watazamaji na pia liweze kusalia kwa muda mrefu sana, manake sisi tumezoea kuambiwa kitu sana, si uniambie leo alafu kesho kiacha basi inakuwa ni balaa zaidi. Alafu pia tukaona kuna vitu kama vile zeze, kama vile vinanda, vitu ambavyo kwamba tunaweza kutumia ili kuweza kupitisha ule ujumbe zaidi, yani zile ala pale. Mpenzi mtazamaji, itabidi tuweze kuchukua tena pumziko tu kidogo, alafu tukisharudi tuweze kupata ule utofauti kati ya ile ushairi simulizi na ushairi andishi. Manake hapa nataka tu ule mtazamaji asipitwe, nataka tumpeleke polepole. Kwa hivyo kama wewe ni wa daftari, kama labda ulikuwa hujachukua kalamu yako, sasa hivi chukua kalamu yako. Tukapoweza kurudi na mwalimu basi bila shaka utakao tunaweza kupata utofauti kati ya ushairi ule simulizi na pia vile vile ule ushairi simulizi. Usiende mbali mpenzi mtazamaji, hii ni Ngalawa ya Elimu ndani ya Al Hajar TV. Mimi niite Abdurrahman Toya na usiende mbali. Nije na habari tulo waletea, nije na habari tulo waletea, kipindi kizuri furaha ya ndoa, mka tayari kukiongojea TV ya Al Hajar itaangazia. Kitawajia kila Jumamosi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma. Karibu tena mpenzi mtazamaji, Ngalawa ya Elimu ni tamu, maanake inakupeleka katika ile bahari ya kufikia malengo makubwa zaidi kwenye bahari hii ya elimu. Hapa ni kuelimishana, ni kujuzana, pia vile vile ni kufundishana na kuburudishana zaidi. Yote ni ndani ya runinga yako unayoipenda zaidi na kuienzi, runinga ya Al Hajar TV. Wanasema kama hapa halijatendeka kule kwingine basi limekoseka kabisa. Hivyo basi Al Hajar TV tunahakikisha kwamba tunakupatia kila kitu mwanzo mwisho. Wale wa burudani, wale wa dawa, wote tunaweza kuweka sawa sawa. Wale wa michezo pia wote hapa tunaweza kuweka sawa mpenzi mtazamaji. Labda tu mwalimu nikiweza kurudi kwako, tuweze kuangazia sasa ile tofauti kati ya ushairi simulizi na ushairi andishi. Kwa manufaa ya mwanafunzi ambaye ananisikiza, tungeweza kuangalia fasihi simulizi na fasihi andishi. Kwa hivyo fasihi andishi ni ile ambayo inahifadhiwa, inapitishwa kupitia maandishi, ambapo ni vitabu kadha wa kadha, zile ambazo zinaweza kuandikwa katika vitabu na kuhifadhiwa. Fasihi simulizi, kama tulivyosema katika ushairi simulizi, ni kuwa fasihi simulizi ni sanaa ambayo inatumia njia ya mdomo ili kupitisha ujumbe wake kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Sawa? Kwa hivyo hapa tukishajua fasihi andishi na fasihi simulizi, tunarudi tena katika ushairi simulizi na ushairi andishi. Kwa hivyo kabla haijakuwa ushairi simulizi, kwa hivyo kuna vipande viwili. Kabla haijakuwa ushairi simulizi, lazima ukae chini kama mwandishi, uandike ndio uweze kuligani. Kwa hivyo hapa tunapata kuwa unapata mtu ameweza kuandika, kwa hivyo inakuwa ushairi andishi. Anaandika, analiweka tu, anapatia watu wanasoma. Kwa hivyo hiyo ni ushairi andishi. Alafu mwingine yeye kazi yake anaweza tunga akalisoma pia mbele ya watu. Unapata ushairi simulizi. Kwa hivyo tofauti ya kwanza kabisa ukiangalia katika ushairi andishi na ushairi simulizi ni kuwa ushairi simulizi hupitishwa kwa njia ya mdomo. Mbele ya hadhira. Mdomo kabisa. Alafu ushairi andishi unapata ni maandiko tu, inaandikwa na kuachwa hivyo. Kwa hivyo ni tofauti ya kwanza kuu. Tukienda katika tofauti ya pili, inaongelea kuhusu hadhira. Kuna hadhira, neno hadhira hai. Hadhira hai ni kuwa ile mwasilishaji wa ile ushairi yuko mbele hadhira yake, anaiona, anaitambua,
anaiweza kuijua vile ambavyo inavyopokea ule ujumbe wake. Kwa hivyo hadhira katika ushairi simulizi huwa ni hai. Unapata sengine hadhira ikishasikia maneno matamu inaanza kupanda moto pale. Wewe mwenyewe kama mwasilishaji unajua hapa nimeweza kufikisha ujumbe wangu kwa njia ipasavyo kabisa. Yani unajua hapa nimeweza kufurahisha hadhira na imepata ujumbe wangu kabisa. Lakini katika ushairi andishi unaandika tu. Wewe ni mwandishi unaandika, hujui nani atasoma, hujui nani ameiona, haujui ile hisia ama tuseme ile mwelekeo wa ile hadhira yako itakavyoona ile shairi lako. Kwa hivyo hapa hadhira si hai. Iko tu kwa maandishi, vitabu tu unasoma lakini hauwezi kuiona. Tukiangalia katika tofauti ya tatu ni kuwa ushairi simulizi kubadilika. Mimi naweza kuambia wewe, mimi nimesema neno mama. Ukienda kule unaweza sema mama. Umebadilisha ile ujumbe wangu. Sawa, lugha ni tofauti, lakini umeibadilisha. Umepeleka ujumbe sawa, umenisikia kabisa, lakini umebadilisha. Mtu ambaye hajui lugha ya Kiingereza hata elewa. Kwa hivyo inabadilika. Lakini ukienda katika ushairi andishi, hapa sasa haiwezi kabisa. Haiwezi kubadilika. Ukishaandika kazi yako unaipeana, ndio hivyo imeenda. Manake hata mwalimu ukimwandikia neno alafu ukikosea atajua kabisa wewe sasa ushakosea. Lakini ukilitamka unajua ulimi unaweza kupotoka, lakini unaweza kubadilisha hapo, samahani, ama hapa ningeweza, unaambia hadhira yako kuwa hapa ilikuwa si hivi, unairekebisha. Mara nyingi unapata ukiteleza ulimi nasema samahani ili uregeshe, lakini ukishaandika Waswahili wanasema wino ukiandika haufutiki. Kwa hivyo kalamu ikiandika samahani, salamu ikiandika haifutiki. Labda utumie penseli, utumie raba, ambayo hiyo itaonekana kama mtoto wa chekechea. Kwa hivyo hiyo ni katika tofauti ya tatu. Kwa hivyo kuna kubadilika katika ushairi simulizi, haiwezi kubadilika. Kwa hivyo kama ni makosa, umekosea katika kuandika sentensi, kuandika vina, kuandika beti, mshororo, hizo zote katika ushairi andishi, wewe kama mwandishi hauwezi kabisa kuweza kubadilisha. Lakini ukiwa wewe ni mtu wa ushairi simulizi, unaibadilisha kwa njia safi sana. Jambo lingine ambalo tumesema katika muundo wa ushairi simulizi, kuna uhuru wa mshairi. Hapa unaweza kuwa usifuate kabisa zile sharti za arudhi. Tunaziita hivyo, zile sharti ambazo lazima uzifuate katika shairi. Hapa katika ushairi simulizi unaweza usizifuate. Lakini mara nyingi kuna wameganyika waandishi mara mbili. Kuna wale wanafuata sheria wakiwa wameandika, kuna wale wafuate. Lakini mara nyingi wale ambao wanaandika wanatumia zile sheria za arudhi, sheria za kishairi kabisa. Kwa hivyo wao huwa si huru mara nyingi. Unapata ili kwa sababu mimi kama mwanafunzi nikienda pale nitaweza kupata mashairi yote, mashairi simulizi ambayo yameweza kuandikwa na mashairi andishi ambayo yanafuata kindaki sheria na vipengele vya ushairi. Kwa hivyo hiyo ni tofauti kubwa kati ya ushairi simulizi na ushairi andishi. Jambo lingine kuhusu tofauti yake ni kuwa kuna ala za muziki. Unapata umeenda katika sherehe fulani kama harusi hivi, unapata kuna hivyo vinanda, kuna waimbaji kadha wa kadha, ambapo hapo kunatumika ala za muziki. Wewe unazisikia kama msikilizaji, unazisikia kabisa. Lakini katika ushairi andishi itakuwa labda wewe umezoea ngoma na ukisoma unajiimbia mwenyewe, lakini haujui vile mwandishi ameweza kudhamiria jinsi nyimbo yake inavyotaka kwenda. Kwa hivyo kuna tofauti hapo. Narejelea tena maana hapo kuna wengine watanielewa vizuri. Kuna uwepo wa utumizi wa ala za muziki katika ushairi simulizi. Lakini katika ushairi andishi kaka, hauwezi kabisa abadan kupata kuwa kuna matumizi ya ala za muziki. Sawa, mwandishi anaweza kuonesha katika mabano ngoma. Lakini hata utajua mtiririko wa ile ngoma uko vipi, manake ameandika tu pale ngoma. Kabisa. Hiyo ndio hoja alikuwa anajaribu kufikisha. Kwa yani hauwezi kutambua kuwa ameitumia vipi hii ala yake ya muziki. Yani kwa Kiswahili zile tunaziita nomino dhahania. Yani ni kitu ambacho kwamba utajua tu kwamba kipo lakini huwezi kukigusa. Wewe unadhania tu kwamba hapo kuna ngoma, lakini sasa huwezi kuisikia na pia huwezi kuiona. Kabisa, ndo hapo ndo katika yale matumizi ya mabano katika maandishi unapata inaeleza zaidi kulingana na kile jambo ambalo lilikuwa limeelezewa. Alafu jambo lingine kama tulivyosema, lazima mwasilishaji awe mbele ya hadhira yake, mbele ya jukwaa, ambapo ni rahisi kuwa mtu anaweza kutumbuiza watu. Kwa hivyo kama sherehe unaenda unakuwa mbele ya watu, unaenda kuwasilisha
ujumbe wako. Lakini katika ushairi andishi iko vitabuni, mpaka mtu awe na ari na azma ya kutaka kuvijua utavijua. Lakini siku hizi ukiangalia mitandao unapata ushairi simulizi unaendelea sana. Unapata watu wengi wamekuwa wanapata talanta, wanapata kazi, wanapata manufaa sana kulingana na ile talanta yao. Ukiangalia vijana wengi hapa Mombasa wameweza kukuza ile talanta ya uigizaji, wameweza kuendeleza kupitia mitandao ambayo hiyo ni katika ushairi simulizi. Unapata mtu ako na vichekesho lakini anaendeleza kupitia mitandao ya kijamii. Hapo ndio unapata kuweza kulisha familia yake, kuweza kuendeleza maisha yake kupitia hii ushairi simulizi. Kwa hivyo kufikia hapo tumeelezea kinaga ubaga kuhusu tofauti ya ushairi simulizi na ushairi andishi. Kwa hivyo ningependa kurejelea tena ushairi simulizi huwasilishwa kwa mdomo, ushairi andishi huwasilishwa kwa neno ya maandishi ama maandiko. Kweli. Katika ushairi simulizi hadhira yake ni hai. Huku katika ushairi ya maandishi hadhira yake haiwezi kuwa hai. Kuna utumizi wa ala za muziki katika ushairi simulizi. Lakini katika ushairi andishi hakuna kabisa. Inakuwa vile ulivyosema ile neno dhahania. Unanikumbusha zama zangu nilipokuwa katika shule ya upili na mwalimu wangu ambaye sasa ni profesa, anapenda kumpa kongole sana. Anaitwa Dr. Ali Chembea, ni katika shule ya upili ya Sheikh Khalifa bin Zaid ambaye ni mkuu katika kitengo cha Kiswahili, ambaye paka leo bado naenda kupata mawaidha mawili matatu kutoka kwake. Kwa hivyo tuna utumizi wa ala za muziki huku ni ile tu unaihisi lakini hauwezi kuisikia. Kuna uhuru wa mshairi katika ushairi simulizi ambapo uhuru wa mshairi ni mtu anaweza kuunda papo kwa hapo. Lakini katika ushairi andishi ushaandika, kazi yako imeenda. Hautajua mtu kama kuna makosa. Maana usiniambie kuwa umeandika umeshachapisha vitabu vyako vya ushairi kama vitabu 1000. Hauwezi kuviregesha tena kuangalia ile makosa. Kwa hivyo lazima uihakiki, uipitie kwa ustadi wa hali ya juu, hakisha kuwa hakuna makosa ndipo ipene. Lakini katika ushairi simulizi kaka, umesikia nyimbo nyingi ambazo zinakoseka sana, lakini bado unajua kabisa ili neno hili hata si Kiswahili sanifu, lakini amelibandika, lakini wimbo huo unaendelea kabisa, ambayo hiyo ndio katika makosa ambayo vijana wa kisasa wanaleta katika ushairi simulizi. Mwisho kabisa ni kuwa utumbuizaji wake huko mbele ya hadhira. Katika ile hadhira yai pia hapo tunaangalia mambo ya jukwaa. Lazima pale uwe na sifa za mwakilishaji ama tunasema mtumbuizaji ama mwimbaji. Lazima uwe jasiri pale. Ukikuwa mbele za watu lazima uwe jasiri. Huwa tunamuita mlumbi kwa ile lugha sanifu. Maanake yeye ako na sifa zote za kuweza kuwasilisha, kama ni ishara za mwili pia anaweza kuzitumia, pia kama ni ujumbe wake, yani unapita kwa ile njia ambapo kwamba inapendeza zaidi. Huwa tunamuita mlumbi. Pia ukiangalia katika ushairi simulizi yule anayewasilisha ile ujumbe wake huwa kuna mavazi wanavaa. Unapata viongozi wa dini wakienda kuwasilisha kama ni mihadhara yao wamevaa nguo vizuri. Kuna ile Mijikenda wakienda kuwasilisha nyimbo zao za kitamaduni wanavaa hando. Unajua mimi nimelelewa huko. Unajua kabisa hii ni culture ya Kiamu sasa. Kiamu unaona kofia vizuri wanavaa, unaona kabisa hii ni bakora. Kwa hivyo kupitia pale ile mavazi yao tayari ni ujumbe tosha kabla hawajaanza kuwasilisha ushairi wao simulizi, ambapo ni tofauti kabisa na ushairi andishi. Huwezi jua ile mwasilishaji wako ametoka wapi. Unaona tu jina, kwa mfano Ahmed Muhammad Rashid ameandika elimu ni kioo cha jamii. Sasa ukiangalia elimu ni kioo cha jamii lakini haumjui nani ameandika. Sawa, utaona picha lakini hauwezi kujua ule uwasilishaji wake wa hilo shairi ambalo ameliandika. Kwa hivyo kufikia hapo tumeweza kujua kuwa kuna tofauti kati ya ushairi simulizi na ushairi andishi. Bila shaka ni tofauti ambazo zipo na pia tumeweza kubainishiwa kwa njia ambayo kwamba inapendeza, na ni njia ambayo kwamba iko rahisi sana wewe mtainiwa wangu, wewe mwanafunzi ambaye uko hapo kuweza kuelewa. Manake mimi nimeweza kuelewa, bila shaka umeweza kuelewa, na pia vile vile utaweza kuelewesha hata mwenzako, na pia naamini halitaweza kutoka pale kwenye akili yako kare ya tofauti wa ushairi andishi na ushairi simulizi. Lakini itabidi tu mwalimu, kabla tuweze kumalizia nikupatie nafasi tuweze kupata japo shairi moja ili tuone ile uhalisia wa hayo mashairi simulizi, alafu itakuwa ni bora zaidi.
Kama uko na shairi lolote dogo, basi kabidi tu utupatie tuweze kuelewa zaidi. Nimeweza kutayarisha shairi fupi sana ambalo sitaweza kulingana, lakini la pili niko na beti moja ambayo nimejipanga kulihani. Kwa hivyo nitalisema tu kama kulikariri. Kulikariri. Kwa hivyo beti ya kwanza tungependa kusifu kituo cha Al-Hajar TV. Kwa hivyo tungependa kuanza na kusema Al-Hajar asema, vijana tusikie, dini ni taa njiani, tusipotee njia. Kwa sauti ya hekima hutufungua macho, heshima na adabu hutujenga mioyo. Katika kiitikio chake kuna elimu mbele, maadili ngao. Kwa hivyo hiyo ni beti ya kwanza. Ni beti ya kwanza. Beti ya pili, hutuhimiza tusome, tuchape juhudi, tusiache ndoto kwa tamaa ya dunia. Ukweli na uadilifu msingi wa maisha, kipindi cha Al-Hajar mwanga wa vijana. Elimu mbele, maadili ngao. Shukran. Bila shaka hapo tumeweza kuona yale mambo ambayo kwamba umeweza kutuainishia. Nimeweza kuona kuna ile kitikio, alafu pia kuna ile rudia ili lile neno liendelee kusalia pale kwenye masikio ya yule mtazamaji. Hapa katika hili shairi langu ambayo ni fupi sana, ujumbe wake kwa vijana ni kuwa tufungue macho. Vijana wengi sasa hivi mambo ya kisasa wameweza kufunga macho, kutuangalia mambo ya dini, heshima na adabu. Ukiangalia vijana wengi, ukiangalia mavazi yao, wanavyoongea, Al-Hajar inajaribu sana kupatia vipindi vya maadili. Kuna hizi mihadhara ya vijana ambao mimi binafsi nimekuwa shabiki nambari 1 wa Al-Hajar TV kupitia hivi vipindi. Kwa hivyo hapa hii ni wasia wangu kwa vijana, elimu mbele, maadili ndio ngao. Kabisa maadili, bila maadili pale unapolisikiza mtazamaji na msikilizaji pale ulipo, ya kuwa bila elimu na maadili hauwezi kwenda mahali. Lazima hivi vitu viwili viambatane. Hauwezi kuwa wewe ni msomi lakini hauwezi kuongea na watu vizuri. Hauwezi kuwa wewe uko na maadili mabaya sana katika jamii na uweze kuwa na elimu. Sawa, itakuwa elimu yako iko lakini haiwezi kusaidia. Tunaambiwa kuwa, tunahimizwa kama vijana tuchape juhudi. Kuna juzi hapa nimesikia vijana katika hipot yetu wameweza kuandikwa kazi, lakini kutokana na uvivu unawaponza. Kwa hivyo tuchape kazi, tuchape juhudi. Kazi ni kazi, kama vile rais wetu anavyosema, kazi ni kazi. Kwa hivyo tusiache ndoto zetu kwa hizi tamaa ndogo za dunia. Hivi ni vitu vinapita, lazima uangalie mbele. Tugange yajayo, yaliyopita wanasema nini kaka? Si ndwele. Yaani tugange yajayo, yaliyopita si ndwele. Kwa hivyo hapa inatuimarisha sana, tuangalie msingi wetu wa maisha, uadilifu na ukweli. Hapo ndo mwisho wa kuelezea kuhusu shairi langu fupi sana. Bila shaka ujumbe umeweza kupita kwa njia ambayo kwamba inapendeza zaidi. Umeweza kuelewa sasa njia ya kuweza kupitisha ule ujumbe kwa shairi simulizi, na ni kuhakikisha kwamba wale vijana wakuwe na maadili. Kama vile ujumbe ambao kwamba umekufikishia, hiyo ndio ule ushairi simulizi ambao kwamba ameweza kupitisha kwa njia yake ya mdomo. Hapo basi bila shaka tumeweza kuwekwa sawa kwa siku ya leo. Labda tu tukiweza kumalizia, mwalimu, labda ujumbe wako kwa yule ambaye kwamba anakutazama. Najua ni wengi ambao wamesema wacha leo tukamtazame mwalimu pale Al-Hajar TV. Ujumbe wako kwa watu kama wale wanafunzi ambao wako pale, wale wazazi, wale watahiniwa wote ambao kwamba wanafuatilia zaidi masuala ya ushairi. Maana kuna mtu wako pale ushairi ni kipato chake. Naomba tu chukue nafasi yako, mtazame pale moja kwa moja uweze kupitisha ujumbe huu. Mimi kwa wale ambao ni chipukizi ambao wameanza kujifundisha kuhusu na shairi, kuwa usivunjike moyo. Ipo siku kuwa talanta yako, kazi yako itaweza kutambulika. Kwani Waswahili wanasema kuwa elimu ni mwanga, elimu ni ngao. Ngao inamaanisha kuwa ni kinga. Kwa hivyo ukikuwa nayo hii elimu itakusaidia katika maishani. Sisi wengine bado tuko katika kuendeleza hii katika kujifundisha lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili kitukuzwe, Kiswahili kiendelee kukuzwa, tukijua kuwa tujifunze leo ili tuijenge kesho yetu. Kwa hivyo ni lazima sisi kama vijana tuweze kupenda lugha yetu ya Kiswahili, tuweze kukieneza Kiswahili, tuweze kupenda ushairi, na wapatia siri moja kuwa katika utamu wa lugha ya Kiswahili ni ushairi, ambao ushairi iko katika fasihi. Sisi hapa tunajua kuwa wengi wetu wanapenda fasihi ambazo ziko za kisasa na za kizamani.
Kwa hivyo ujumbe wangu kwa wewe mtahiniwa wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, wale wa junior secondary kama wanavyoita sahihi katika mtaalam mpya wa elimu, kuwa endelea kufanya mazoezi. Mazoezi yatakusaidia kila siku. Endelea kuuliza, kutafiti. Na kama jambo haujui, mfuate mwalimu wako. Sisi kama walimu tuko hapa kuwasaidia nyinyi wanafunzi muweze kuwa na majibu mazuri, matokeo mazuri katika mtihani. Mimi kaka, inaniuma sana kuangalia vijana wa pwani wanakosa kupata A. Alama A, alama ambayo wewe kama kijana lazima uipate. Kiswahili ni lugha yako bana. Baada ya lugha yako kuna kazi ambayo lazima uifanye. Ukiangalia katika insha watu wanatumia lugha za hapa mtaani. Unaenda kuandika katika mtihani wa kitaifa. Hapo wengi sana wanaweza kutofaulu katika mtihani yao. Unapata wengi wale wanaopita ni vijana kutoka maeneo ya bara. Si kwamba nawaonea wivu, hapana. Nataka kuwapa morali, nataka kuwapa motisha. Vijana wetu hapa waweze kukitunza Kiswahili. Hakika kakangu, kuna nafasi nyingi sana katika hii lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hivyo mwisho kabisa, Kiswahili kitukuzwe. Labda kama una walimu wako wawili watatu ambao kwamba ungependa kuweza kuwapa ile wazungu wanasema shaurat, ile tu kuwatambua tu kabla tuweze kumalizia. Kwanza kabisa ningependa kutambua mamangu kipenzi ambaye amenilea paka hapa nilipofika. Amenisaidia katika kila safari yangu. Mama, popote ulipo nakupenda. Pia kuna familia yangu, kuna watoto wa dadangu, najua sasa wananitazama. Familia yangu kokote pale walipo, ningependa kuwashukuru kwa kunisaidia katika hii safari yangu. Nimeweza kumaliza chuo kikuu na kuhitimu, na niko katika harakati yangu ya kutafuta kazi. Mungu atanisaidia inshallah. Niko katika harakati ya kutafuta kazi. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru sana familia yangu. Pia ningependa kumpatia shout out mtu mmoja ambaye niko na shairi moja hapa. Litamlenga yeye. Sawa la Famau. Kwa hivyo naanza. Kama kupenda maradhi basi mimi naugua, nipo hoi sijiwezi, huba limenizidia, sitibiki kwa hirizi wala tiba asilia, jamani kupendwa raha na enjoy mimi mwenzenu. Kwa hivyo hapo nimemaliza kwa habari yangu. Hiyo ni shairi langu kwa mpenzi wangu ambaye ananisikiza sasa hivi. Alafu pia kuna walimu wangu kadha wa kadha ambao wamenisaidia katika safari hii yangu ya kujua Kiswahili. Wa kwanza kabisa akiwa Dr. Ali Chembe ambaye alikuwa ni class teacher wangu. Samahani nimeweza kuleta neno la Kizungu, lakini nadhani ujumbe wangu umefika. Pia nilipokuwa katika chuo kikuu kulikuwa na Professor Taib ambaye amebobea sana katika hii lugha ya Kiswahili, ambaye ameweza kunisaidia sana katika lugha ya Kiswahili. Kaka, nimeweza kupata fursa ya kufundishwa na mwandishi na mzoefu na mtafiti wa lugha ya Kiswahili, Professor Rocha Chimera. Ameweza kunifundisha kuhusu historia ya Kiswahili kwa ujumla vile ilivyoanza. Kwa hivyo mimi niliweza kupata fursa ya kufundishwa na wahadhiri ambao mpaka leo na waenzi, na najua kuwa miaka ijayo Mungu akipenda nitaweza kuendeleza masters ya Kiswahili, niendeleze talanta yangu na ufundishaji wangu wa Kiswahili. Kwa hivyo hao tu ningeweza kuwapa salamu zangu kwa sasa. Labda pale kwenye mitandao ya kijamii, labda kama tukiweza kufikia kwa urahisi, labda kama niko na swali ningependa kuweza kuuliza mwalimu wangu, labda tunaweza kukupata wapi? Ama kama ni nambari ya simu pia. Ukienda katika mitandao ya Instagram na nipata kwa jina Daruesho. Kwa hivyo ukiandika tu hilo jina utaniona hapo. TikTok vile hilo jina ni Daruesho. Ukienda Twitter, niko katika mitandao yote. Unaweza kunipata hapo. Ama unaweza kupata nambari yangu ya simu 0110 878260. Hiyo ni namba yangu ambayo unaweza nipata. 0110878260. Ama katika barua pepe, wanaita hivyo, si ndio? Barua pepe yani email. ahmedhelp53 ahmedhelp53@gmail.com. Naam. Mimi nikwambie tu mwalimu, asante sana kwa kuweza kuungana nasi katika kipindi cha Ngara Elimu hapa Al-Hajar TV kwa siku ya leo. Na karibu sana Al-Hajar TV, si leo tu peke yake. Yani karibu tena na tena.
Asante sana. Nimefurahi sana kuwa hapa. Natumai pia msikilizaji wangu na wanafunzi wameweza kupata angalau kitu kichache kutoka kwangu ambao itawasaidia katika masomo yao, na pia wale ambao ni wapenzi wa ushairi lakini si wanafunzi vile vile natumai kuwa wameweza kufaidika. Kwanza hilo la mapenzi ni shairi ambalo kwamba nimelipenda sana. Manake ujumbe kama huo kuna wengi ambao hatujaoa. Sasa unapata kutupatia ule motisha wa kuweza kufikiria masuala kama hayo. Mimi pia bado sijaoa, lakini tuko na azma, tuko na nia na fikra ya kuwa Mungu akituwezesha tutaoa siku moja. Inshallah. Ndio kama hivyo mpenzi mtazamaji, wanasema sana ikizidi sana huwa si sana tena. Basi itabidi tu tuweze kukomea hapo kwa siku ya leo. Lakini ni kuahidi tu kwamba siku ya Jumamosi nitakuwa naye tena mwalimu hapa, Mungu akipenda inshallah, pamoja na mwanafunzi ambaye kwamba atakuwa anaweza kutuletea kwenye upande wa masuala ya ushairi. Mada ya siku ya Jumamosi nitakuwa nakuelezea bila shaka kwenye kile kipindi cha siku ya Ijumaa, kile kipindi cha michezo nitakuwa naweza kuelezea mada ya siku ya Jumamosi. Hivyo basi mtainiwa wangu, asante sana kwa kuweza kuniazima sikio lako. Asante sana kwa kuweza kutegea kuanzia mwanzo mpaka sasa. Lakini pia vile vile nitakuwa mtovu wa nidhamu nisipoweza kumtambua mwelekezi wetu wa kipindi cha siku ya leo Saidi. Asante sana kwa kuweza kuhakikisha kwamba kipindi kinaenda kwa njia safi, njia ambayo kwamba haina bugdha zozote. Kufikia hapa mimi nitakuwa nakutakia mchana mwema, siku njema, Jumamosi safi, isikuwa na matatizo yoyote. Tupatane tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi nimesepa. Kwaheri. Al-Hajar 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 Al-Hajar. Safari ya maarifa inaanza kwa njia ya aina yake. Ngalawa ya elimu, kipindi kinachochambua changamoto na suluhu katika sekta ya elimu. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 hadi saa 5 asubuhi katika runinga yako pendwa ya Al-Hajar TV. Marudio ya kipindi hiki ni pale siku ya Jumapili kuanzia saa 3 hadi saa 5 asubuhi. Ewe mtainiwa, hili lisikupite, kwani utapata fursa kuchambua lugha, sarufi, fasihi, vile vile fasihi andishi pamoja na fasihi simulizi. Kuna vile visa, kuna zile ngano, kuna zile hadithi. Haya yote yasikupite. Safari ya elimu sasa inaanza. Ukiwa nami na nahodha wako Abdurrahman Toya, na hii ni Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Habari tulo waletea ni njema, habari tulo waletea, kipindi kizuri, furaha ya ndoa, mka tayari kukihongojea. TV ya Al-Hajar itaangazia. Kitawajia kila Jumamosi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Are you planning a trip abroad? Al-Hajar Travel Agency is your trusted partner in making every journey smooth and memorable. At Al-Hajar Travel Agency, we take care of everything from booking your flight tickets to arranging your destinations with ease and reliability. And if you're planning to perform Umrah, trust the agency that's officially approved and fully dedicated to serving you with honest and care. Visit us today at Majengo Maridioni in Mombasa or call us on 0722 445668. You can follow us on social media, Instagram at Al-Hajar_travel, or send us a WhatsApp message to 0722 445668. Al-Hajar Travel Agency, your journey, our commitment. Your journey, our commitment. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.